Bwana, tuende tukatazame taarifa mpya ambazo zinazoendelea kupamba kasi katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Zipo taarifa nyingi siku hii ya leo, ikiwemo taarifa ya Simba Sports Club kugomea mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Young African. Lakini tutakwenda kuitazama zaidi kiundani zaidi kuhusiana na taarifa ambayo iliweza kutolewa na TFF, shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania, hasa mara baada ya Simba Sports Club kugomea mchezo wa siku hii ya leo. Naam, Simba Sports Club wametoa taarifa kwa umma kwamba wao hawataingia leo hii ama hawatashiriki katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo mwenyeji Young Africans na wao ni wageni. Lakini pia naweza kusema hili jambo wakati linatokea ilikuwa ni jana majira kama ya saa 12 Simba mapema jioni walifika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, na watu wengi tulikuwa pale kama waandishi wa habari kwa ajili ya kushuhudia mnyama jinsi anavyofanya mazoezi. Lakini baada ya kufika pale Simba Sports Club, lakini pia na sisi waandishi wa habari tulishangazwa kuona kwamba Simba Sports Club inagomewa pale getini, kwamba Simba wasiingie katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, na meneja hakuwa na taarifa za Simba Sports Club kwamba watakuwa pale kwa ajili ya kufanya mazoezi, kwa sababu Simba ni wageni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Young Africans ndio anakaribisha Simba. Mara baada tu ya kutokea sintofahamu, na polisi pia waliweza kufika eneo hilo, na sisi kama waandishi wa habari tukawa tunatazama usalama zaidi inakuaje. Bahati nzuri polisi walifika eneo hilo kwa ajili ya kuhakikisha usalama unapatikana katika eneo hilo, na zoezi walifanikisha polisi kuhakikisha kwamba hakutokei vurugu yoyote ama athari kuweza kuathiri basi la Simba au na wananchi wengine ambao wako pale. Kikweli kulikuwa kuna watu wengi, wengine wametoka mikoani, walikuwa wako pale Benjamin William Mkapa, mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga. Lakini pia tatizo hilo naona lilikuwa ni mawasiliano kati ya Simba Sports Club, meneja wa uwanja, lakini pia wengine walifika mbali zaidi. Tulivyokuwa tukijaribu kuwahoji baadhi ya raia ama mashabiki, walienda mbali zaidi na kusema kwamba imani za kishirikina ndio zimetawala katika dabi ya Kariakoo. Kuna wengine walisema Simba wamekuja kufanya nini usiku huu katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hivyo mabouncer na ambao walisemekana kwamba ni mabouncer wa Young Africans walifika pale na kulizuia basi la Simba, akaweka gari zao mbele ya basi la Simba katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo wengi walihusisha imani za kishirikina kwamba dabi ya Kariakoo inapofika huaga ushirikina unakuwa mwingi. Hivyo Simba Sports Club ilikuwa sio muda sahihi wa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini ukiangalia katika kanuni zile 17 za mpira wa miguu, inamruhusu mgeni mwalikwa katika uwanja huo kwenda kufanya mazoezi ya mwisho muda ambao ni muda sawa ambao na mechi itachezwa kwa siku inayofuata. Kwa hiyo kama ni saa 10 Yanga wangewakaribisha Simba kucheza uwanja Benjamin, basi Simba angeingia saa 10 kufanya mazoezi kabla ya siku. Hivyo Simba alikuwa ndani ya muda sahihi kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini kutokana na sintofahamu iliyotokea na imani zikaingiliana, imani za kishirikina, wengine pia meneja akasema hana taarifa, meneja wa uwanja akasema hana taarifa ya Simba Sports Club kuweza kuingia katika uwanja huo. Lakini kisheria ipo wazi, moja kati ya sheria ambayo ipo katika sheria za mpira zile 17 inamruhusu mgeni kuingia kufanya mazoezi ya mwisho katika muda husika siku moja kabla ya mechi. Lakini cha ajabu Simba Sports Club walifanya mawasiliano ili waweze kuruhusiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini ilishindikana. Simba walisubiri zaidi ya masaa mawili, lakini ilishindikana, jitihada zao ziligonga ukuta, na Simba Sports Club wakaamua kugeuza gari yao na kurudi kambini. Na sisi kama waandishi wa habari tulikuwa bega kwa bega kwa tukio hilo mpaka asubuhi ya leo. Tuko bega kwa bega kwa ajili ya tukio kuhakikisha tunakuletea taarifa kamili za mwenendo wa Simba Sports Club kuigomea TFF kwamba hawatashiriki mchezo huu kutokana na kwamba wamefanywa makosa kuto kuiruhusu klabu yao kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Simba wametoa taarifa kwamba wao siku hii ya leo hawatakuwepo katika sehemu ya mchezo, huku wakifafanua zaidi kuhusiana na kanuni ya 17/45 kwamba wao inawaruhusu kugomea mchezo huu wa leo Simba. Kwa hiyo hawatoshiriki katika mchezo wa siku hii ya leo. Unadhani Simba Sports Club wako sahihi kufanya hivyo, ama nini ambacho wangepaswa wafanye ukiachana na kugomea mchezo wa siku hii ya leo? Simba Sports Club kiujumla naweza nikasema kwanza wapo kwenye haki kugoma kucheza mechi ya siku ya leo, lakini pia Simba Sports Club
kabla hawajafika mbali zaidi na kutoa taarifa, kwanza wangekaa walifikirie, wafanye mawasiliano meneja wa uwanja na viongozi baadhi ili kulirekebisha hili swala, pia na TFF ikihusika ndani yake ili kutoa mchanganuo zaidi wa hili swala. Ingawa kisheria wapo sahihi, wanaweza kagoma na mechi kaahirishwa ikapangwa tarehe nyingine, lakini pia naweza ngasema Simba Sports Club kwa siku ya leo mimi naona wangefanya tu mchezo ufanyike, ingawa watakuwa labda nje ya mudi kutokana kwamba mashabiki wao wengi wa Simba Sports Club wapo nje ya Dar es Salaam, na ukitazama mashabiki walishafika tangu tarehe 1 wako pale Benjamin William Mkapa wanasubiri kutazama dabi ya Kariakoo. Wametoa nauli, wengine wamekuja na magari yao kutoka mikoani, wamekuja pale uwanja wa Benjamin William Mkapa kuhakikisha wanatazama mechi ya Simba na Yanga. Lakini ukisema Simba wanagomea leo hii mechi hiyo, ina maana ni hasara kubwa kwa mashabiki wa Simba Sports Club, itakuwa ni hasara kwa mashabiki wao waliotoka mbali wa mkoani kwa ajili ya kuja kuhakikisha wanapata burudani. Dabi ya Kariakoo ni dabi kubwa sana ambayo inatazamwa East Africa, lakini pia ukitazama dabi ya Kariakoo ni dabi ambayo imeshika mioyo ya Watanzania wengi kwa ajili ya kuhakikisha kila mtu anapata mwanga wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu ilikuwa ni mechi kubwa sana, mechi ya kuipa mwangaza timu ya Simba au Yanga, ni nani atakwenda kuchukua kombe la ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo itakuwa ni hasara kwa mashabiki wa Simba ambao wanatoka mikoani kwamba wamekuja kuishangilia timu yao lakini hawajapata kile walichokifuata. Kwa hiyo itakuwa ni hasara kwa mashabiki. Kwa hiyo Simba Sports Club ingejaribu kutazama sio upande wa klabu tu, ingetazama na upande wa mashabiki wao. Inakuwaje mashabiki wale wanatoka mikoani kuja kuiangalia Simba Sports Club? Tangu tarehe 1 wamepiga kambi, wako mahotelini, wanalipa hoteli, chakula, maradhi kama kawaida, wanasubiri tarehe ya 8 Jumamosi kuja kuitazama mechi, lakini Simba wanagairisha hiyo mechi. Watazame hasara za mashabiki wao kutoka mbali mikoani.